Sasa ile lori iko na kitanda huku nyuma. Sasa huyo jamaa alikuwa anasimamisha gari, anaambia wawili washuke. Tunalala na yeye. Aya, mkienda. Sasa ya tatu ndio alituzungukanga sisi wote watatu. Aya. Nikauliza hawa wasichana, kwa nini mnanifanyia hivi? Alilala na nyinyi watu watatu? Kwani alikuwa na nguvu aje? Kujikombolea tena, sasa ndio hapo nilianza kwenda sherehe. Sasa ulitoa wapi pesa ya kwenda kujikombolea? Nilitokanga kwa huyo mama, nikaanza kuingiana na masherehe. Nikapata mtu ameniambia aje, alikuwa Kenya Kimbo mzungu. Akaniambia aje alikuwa? Kenya Kimbo. Kenya Kimbo ni? Mzungu amekaa Kenya sana. Sasa aizirudi majuu, amedipotiwa huko. Wanaitwa Kenya Kimbo? Sijui. Akanioa, akaniambia aje, nataka tukae na wewe tusomane kwanza ndio tujue what next. Nikamwambia mimi sina shida. Sasa huyu jamaa venye alijuanga tumekaa na yeye na sizienda mahali, akaanzanga kukua mtu wa kulewa, kukuja kwa nyumba ni vita. Mimi nikamwambia na huku kuwa hivi. Kwa nini umechange tu mara moja? Nindakonyita ugeni muthenya wa umuthi mwiroreri wakwa o kuria guothe uri maritwa makwa njitagwo Simon K. Karibu sana thini wa platform ino itu. Ngai atuheire ndimwendete muno na itanagithie muno ri ndugitikire ngumenyithie maundu maigana ona. Mbere nene ndina broti ndirakwenderia kuma gwa kambuni ya Tayari Lands and Housing na broti ici ci handu hega muno na ni thengi ni undu wa andu aria maiguaga uria ndamera tondu taru ici ndirakwendire ci faraini ci ramini kuma Garissa Road ni kindu mita 50, just 50 meters. Mita 50 ni makinya 50 uguo ukorwo kinyete haria mugunda uri handu handira kwire ni hega na commercial na residential uguo no wake tunyumba twaku twa ukomborithia kana gaku wa guikara ci handu hega muno na ndirakwenderia ciringi 180 o haria Kithioko na kuma Matu nginya Kithioko ni dakika 10-15 wi Kithioko ni handu hega muno makiria uguo ungienda kuigithia na broti ici ukuhura namba ino ya thimu 0715 99 9909 girigana ria 80 hamwe na taitu no gikienda kuriho kahora ni ukuigirira deposit ya 50 balance urihe na mieri 6. Oho ndina mugunda ungi ndinaguo ni undu wa ni hena nduraigwite ni njuritio muno ni andu Saimo no ukorwo wina mugunda ta ekemwe kana nuthu hena mugunda wiho na director aranjirire mundu ungienda kugura mugunda ekemwe wiho mundu ungienda kugura mugunda nuthu wiho wenda ekemwe ni ukwenderio ciringi 700 mugunda ekemwe icio ni broti nyanya cia 50 by 100 kana nuthu wenderio 350 o hau hena mugunda ucio twina mugunda ungi wi hau thiini hanini no hau ni ukuingirwo hanini kindu ta dakika 6 uguo kana dakika 5 ukorwo wi mugunda-ini ucio no naguo uri offer-ini yo ya kuingira ungienda ekemwe kana nuthu araniria na ithuĩ na namba ĩyo ya thimũ 0715 99 9909 ni ukuona na ni handu hega muno ona ho ruku no urime no ureithie mahiũ ureithie mburi ureithie nguku kundu kwega muno by the way hura namba ĩyo. Undu ucio ungi ni ati twathie January aikorwo wi hau na wi muciari ni ukwenda kurehe mwana waku tukorwo tukimufundithia uhoro wigie videography, photography, tuge film production, graphics design, DJing ku DJ maundu macio mothe mara involve creativity murehe guku gwitu tumurore na njirere yagirire tumuhe skills iria ciagirire tumuhe mataro maria magirire mataro atakona handu hangi skills atakona handu hangi tiga guku gwitu na ndina mataru ona students aria me guku maundu maria mareka mama na ndirario uguo ati twegathiririe ki maundu maria student wa guku wa mieri 3 angika ni maundu mangiko ni mundu uthiete na kuagathoma diploma cia miaka 2 takinjire akiuga ni anine ihinda ria mwaka umwe kana mieri ria guikara guku agukorwe mundu very professional ona ingere me guku mundu wina mieri 2 ni go shoot video ici niyo mashutaga ni moe ku edit ni moe go shoot nyimbo maundu maingi mega muno IT maundu macio mothe digital marketing ukatukuni digital marketing content creation maundu macio mothe wenda ku maundu megi phone repair
nduke guku tukuonie maundu macio mothe practical wega onawe kiuma guku wigue ni wivite wega na oho tugakwariria so ungienda gutukinyira tuhurire namba eno ya thimu 0724333313 0724333313. Karibuni sana. Yes, karibuni sana. Ni ndamunyita ogeni thiini wa platform ino itu na ndina rugano ngwenda tuthikiririe muthenya wa umuthi ndina muiritu wa Jerera ni ngwenda tugeithia twire maritwa make tuthikiririe rugano rwake na ni ngwenda kuga ati maundu maria mukuigua ti murugamo wakwa, maundu maria guthi kwaria ti murugamo wakwa, ni murugamo wake. So karibu sana my guest, atugeithia twire maritwa make tucoke tuthikiririe rugano rwake. Karibu. Murega eroreri yakwa ni njitagwo Joyce Ithira nyumite mwena wa Elbagoni na Ikuru na njiarirwo kuu na ngarererwo kuu. Story yakwa ni riri uria ndambiri guteceka maisha-ini makwa. Ndari na aciari othe eri, baba na mami. Ndio uri waciaragwo? Gikinya ngianji mathomo makwa haria waciaritwo wika? Aca twiri airitu ana. Mũrĩrĩtu ana? Eri makiura mucii tugitigwo eri mora azin kupotea hivyo. Mimi na huyu mdogo tukabaki tukiambia my mom akiambia kuhitana na my dad. Leo my mom kwanza akiuma my mom kuumari my dad agiturehera stepmother. So ni kuachana, wameachana kabisa? My dad dio time alikuwa anafanya kazi za kutoka tukabakingi na huyu mama wa kambo. Huyu mama wa kambo my dad alikuwa anakujanga Saturdays peke yake. Anarudi na hiyo tu Saturday, anakaa siku moja anarudi. Leo hau ni hao maisha makwa donireta mahegeshana. Todo oyo mother-in-law mama wa kambo akwa like ana to take care. Juu my mama ametuacha tunasoma na huyu sister yangu mdogo. Sasa my dad alikuwa anakuja agatwikira shopping agathie. Okay. Yakinyire handu mutumia uyu ndaratuhe nginya irio. Juu bado huku dada hakuwa anakaa huku kwa mama kambo? Alikuwa anakuja tu mara moja. Agathiko? Agashoka wira. Saa after hapo na simngeenda kwa mama yenyu ama hakuwa anataka? My mama alitokanga Nakuru. So du unamutiramenya kuri ari? Hiyo time I was in class 5. Okay. Saa ukitoka shule unakuja unapata umama ataki yeye kufanya kitu. Ni utoke shule ukuje ufanye kila kitu kwa nyumba. Saa nikiambia my dad anaona ni kama namwekelea. Mimi nikaachana na yeye. Nikaachana na story sasa nikaachana na story ya my dad. Nikaona sasa ni mimi na sister yangu mdogo tuanze life. Saa ukitoka shule upati chakula, unakuja unafanya kazi. Ukiambia my dad hivyo hataki kusikia, unaenda shule kama hujakula. Nikikumbuka nilikuwa naenda kufanya exam ndio niingie the next class 6. Hiyo sapa yake hatukukula. Sikubeba chakula, nikaenda nikakalia exam. After hapo kukaa kidogo, huyu mama sasa akaanza kuambia baba yangu naenda nakuja na vijana kwa nyumba kama yeye hayuko. Baba yangu akaniuliza, nikamwambia hapana, si hivyo. Mimi sijai kuja na mtu tena. Hata wenye nakuja nao ni wasichana, tunakuja tunafanya revision. Baba yangu akasikizanga huyo mama. Kumsikiza my dad akaanza kunipiga. Nikamwambia baba, unafaa kwanza ujue kama ni kweli ama ni uongo. Alinipiganga mguu yangu ikateguka. Nikijaribu kutafuta masista zangu waliamanga wakaenda Naivasha. First born at least alimaliza 8, second born alifika class 3.
Nikakaa nikaona hapana. Nikiambia babangu hivi anakataa. Nikiambia mamangu, nikiambia huyu mama wa kambo venye unatufanyia si poa. Anasema na juu babako aliamua kuacha, acha mimi nikae na nyinyi. Nikaachana naye. Ikafika mahali tu mimi nikapotea. Nikapotea Elbagon, nikaenda Nakuru. Kupotea nikaenda Nakuru, nilipatana na wasichana wawili venye ningesema ni marafiki zangu. Nikaambianga hao wasichana venye nimepotea nyumbani, wakaniuza nini imetuma, nikawaambia kila kitu. Wakaniambia twende niongee na mama yao, juu wao walikuwa ma form 4s. Nikumaliza walikuwa na madiza. Niende niongee na mama yao, tuone kama watanipea mahali kwa kukaa. Okay. Mimi nikaenda nikaongea na mama yake, nikamwambia mimi nimepotea nyumbani juu ya sababu hii na hii. Akaniuliza na shule. Nikamwambia mimi naona tu shule yangu imeishia hapo class 5 na sioni nikiendelea tena. Akaniuliza kwa nini. Nikamwelezea story vile kunaenda hadi naenda shule kasi chakula. Nikiambia my dad anaona nikaa namdanganya. Huyo mama akaniambia saa kaa hapa na wasichana wangu, tutajua venye tutakurudisha nyumbani. Nikamwambia ni sawa, lakini labda tungojee Saturday juu ndio babangu huwa anakuja. Akaniambia sawa. Sasa hiyo harakati hao wasichana wamemaliza form 4. Huyo mama akaniambia atajua siku gani atanirudisha nyumbani juu ndiye yeye bado alikuwa pia anaenda kazi. Okay. Kutoka hapo nikaambia wasichana na juu sitaki kurudi kwa huyo mama, hata kama mamako atanirudisha tena hiyo itaenda ikuwe ni vita ingine. Tupoteni huku twende. Akaniuliza sasa tutaenda aje, sisi wenyewe hatuna fare. Akaniambia wewe ngojea leo, by jioni sisi tunajiona huku na watu, tutakwambia vile kutaenda. Jioni yake wakakuja wakaniambia tumeona tupotee twende Mombasa. Ndio kaa mmepata idea ni vizuri tunaweza toka huko. Sasa Mombasa, mradhi kwa Mombasa. Mombasa tu tukua tumeenda tu. Haya, wakaombanga lift. Kuna beshte alikuwa na gari. Kuomba lift tukakuja mpaka Maimahiu. Kukuja Maimahiu. Sasa hawa wawili wamenitekea advantage. Wakaniambia wewe enda na huyu mtu akubaie food. Nikauliza kwani nyinyi amuendi? Akaniambia hapana, wewe fanya aje, wewe enda na huyu. Sasa wao wanakuambia waende wakiwa wapi? Wao wako kwa gari. Mimi nikaenda na huyo mtu. Sasa kwenda na huyo mtu, nikifikiria ameenda kunibaia chakula, alinipelekanga kwa room. Kunipeleka kwa room nikamuuliza kwa nini tumeenda na wewe na hawa wawili hawayuko? Akaniambia wewe usijali tushaongea nao. Tukaenda nikalala na huyo jamaa. Walikuanga majamaa wawili batu mmoja alikataanga. Akakataa kulala na wewe. Akamwambia huyu ni kaa sister yako na venye kaa uwezi taa sister yako afanyiwe, usifanyie mtoto wa mwingine. Wakakosana. Kukosana na huyu sasa akanitekea advantage, akalala na mimi. Nikamuuliza sasa mbona unifanyie hivi? Kama si chakula ulikuwa unanibaia ungeambia tu hawa. Kaniambia hapana, tushamalizana nao na wanajua kila kitu. Sasa nikafeel ile guilty like wananitekea advantage, nilipotea kwetu ni kuteseka, tena bado nakuja kwa barabara kuteseka. Hawakuchoka, tukarudi, nikauliza mabeshte wangu, kumbe mlikuwa mnajua kenye inanihapenia. Wakaniambia wewe si uliamua kupotea kwenyu, wacha tukuoneshe wenye hawajai potea. Nikawaambia ni sawa. After hapo akaniambia bado tunaenda Mombasa, usisahau hivyo. Huyo jamaa. Tukaanza safari, tukaenda mpaka Mombasa. Sasa ile lori iko na kitanda huku nyuma. Sasa huyo jamaa alikuwa anasimamisha gari, anaambia wawili washuke. Tunalala na yeye. Haya, mkienda. Sasa alifanya hivyo wapi na wapi? Tulisimamanga Mtito Andei. Na sasa Malindi stage ya Mombasa sasa. So ni mara moja tu? Hapana. Alikuwa anasimamisha poti yote tu amefeel kaa anaweza simamisha anasimama. Sasa alisimama kama mara ngapi? Alisimama mara 3. Sasa ya 3 ndio alituzungukanga sisi wote watatu. Aya.
Nikauliza hawa wasichana, nikauliza kwa nini mnanifanyia hivi? Alilala na nyinyi watu watatu? Kwani alikuwa na nguvu aje? Kutoka hapo. Na huyo mwingine mwenye ulikuwa unasema beshte yake? Huyo beshte yake alikataanga. Yeye akabaki Maimahio. Sasa yeye akatuambia na juu mnataka niwapee lift, hakuna lift ya bure. Pia mimi mnafahamu nilipe. Jukaa ni mtu mwingine angetaka kulipa, ningempeleka na pesa mingi sana mpaka kwenye mnaenda. Wakaniambia wewe tulia, bora tufike. Mimi ikabidi sikuwa na otherwise, justaki kurudi huko home. Ikabidi nimetulia. Tukafika Mombasa. Akalala na sisi tukiwa watatu. Kulala na sisi tukiwa watatu. Saa hapo ndio hapo alitubaianga food, akatuambia nyinyi huko kwingine mnaweza jipanga. Tukaingianga Malindi. Malindi hapa Mombasa? Malindi. Mlikuwa mnaenda Malindi? Saa kufika Malindi stage, tukapatananga na makanga. Au makanga wakatuuliza mnaenda wapi? Jua tukukua dina bags. Mnaenda wapi? Tukasema wawili wakasema tumeenda kwa sistangu. Huyu anataka kusoma na jamaliza shule, si tushamaliza. Sasa sistangu ndiye ametuambia tukuje huku amsomeshe. Wakamuuliza mko na namba yao? Tukasema walikuwa wameandika kanamba kwa mahali kwa kakaratasi. Wakasema tukifika huko tutapiga hii namba in case waseme wanataka namba. Hiyo namba wanajui imezimwa. Makanga wakachukua namba, wakapiga. Tulifikanga huko kitu saa 8 mchana. Kupiga hiyo namba haipatikani, haiendi through. Makanga wakasema na kuliko mkae hapa na ni usiku, wacheni tuwakombore room. Si umesema kulikuwa mchana, saa 8 mchana? Sasa wamepiga namba imekataa kuenda through. Usiku yake sasa. Ndio wakatuambia umekaa tu hapo. Kuliko mkae hapa, acha tuwakombore room. Before afanye nini? Afungue simu. Juu kila mtu hapo alikuwa na familia yake. Si tukakubalingi, tukaenda, tukaoga, tukakaa. Sasa si tukaona like hapa at least tunaweza fanya kitu, at least tujitafutie hata sisi wenyewe kazi. Unaona sasa tunadanganyana, kuna namba yenye inafai tuchukue na amefunga. Akatuambianga aje, we fanya hivi, tudieni hapa tutakuwa tunawasaidia before huyo antenyo afungue simu. Si tukasema ni sawa. Wakikuja wametuletea food. Wanakuja wanalala na sisi, walikuwa majama watatu. Wanakuja wanalala na sisi. Wakikosana mabibi zao huko wanakuja wanakaa na sisi kwa hiyo room, ilikuwa guest house. Wanakuja wanakaa na sisi. Wanalipa kila kitu. Mimi nikakaanga nikajiambia hii si life ninakaa. Nitumike kwa barabara, nikuje tena huku nitumike. Kajiambia si life nakaa. Nikatokanga, sikukuwa najua mahali naenda. Sasa mlikaa kabla ukuje kujua hivyo mlikuwa umekaa for how long? Tulikuwa tumekaa 3 months. Miezi 3? What? Mkihudhika? Saa na kwani hao watoto hata watafutwi na wazazi wao? Saa mi venye nilitokanga home, ni huyo mother-in-law tu alikuwa anajua, huyo stepmom ndiye tu alikuwa anajua nimeenda. Nasema wasichana wengine walipoteanga. Saa hakuna venye wazazi wao wangetufikia juu tumepotea nyumbani. Mutile na adhimu? Hatuna simu. Na wakujuanga kwenye tuko. Juu tulitoka Nakuru tukaenda mbali. Mombasa na Nakuru ni mbali. So after hapo, mimi nikajiambia acha nitoke, nitafute hata ni kazi ya hoteli. Sikupata kazi ya hoteli. Huko? Sikupata kazi ya hoteli, nilipata kazi ya kuuza mnazi. Mali nauza mnazi, huyo jamaa tukaenda tukaongea na yeye, akaniuliza nimetoka wapi, nikamwambia nimetoka Nakuru. Nikamwelezea tu shida zangu venye nimepitia kabla nifike huku. Akaniambia fanya aje, mimi nitakupea kazi. Na hii kazi nalipananga 200. Juu ile ni chupa unauza inalingana na chupa yenye umeuza. Kama utauza leo sitakulipa. Nikamwambia na simeniambia mnazi ama chupa? Mnazi hiyo tu ndio iko kwa chupa. Sasa hiyo maji. Nikamwambia na simeniambia unalipana 200 kukue na kazi ama kusikue. Akaniambia hapana. Hii pia mimi nitaenda less
nimekupea pesa, nimekulipa 200 na ujeuza chupa hata moja. Sasa hapa ni tusaidiane. Nikamwambia ni sawa. Akaanza kunilipa na 200. Tukakaa mwezi mmoja akinilipa 200. Ikafika mahali huko kunaendanga na season. Ikafika mahali hakuna kazi kabisa. Akaniambia wewe utafanya aje, utakuwa unaamka. Kwanza alinipeanga kanyumba kando, ilikuwa nyumba ya matope. Sasa amekupea mahali pa kuishi. Akaniambia nitakuwekea kila kitu kwa nyumba, bora na mimi kenye nataka unanifanyia. Nikamuuliza si ni kazi ama ni nini? Hakunibaianga kitu. Nilitandika tu box chini, juu sikukuwa hata na pesa. Pesa yenye napata ni hiyo 200 ndio ya kukula na ndio ya kujisimamia mahitaji zangu. Sasa wale wasichana hata amuonani? Hatuonani nao. Mimi nikavumilia, nikakaa hapo. Sasa huyu jamaa tukifunga kazi anakuja kwa hiyo room. Nikamwambia nasudi niambie utaninunulia mattress na vitu za nyumba kuliko nikuwe nakula kwa hoteli. Akaniambia hapana, tukielewana vizuri nitakufanyia kila kitu. Mimi nikakubali. Nikamuuliza unataka aje? Juu 200 nitoshi kabisa. Akaniambia mimi nitakuwa nakuja huku, tunalala na wewe na mimi nikufanyie kila kitu. Mimi nikamwambianga hapana. Nikakataa. Akaniambia sasa basi wewe fanya aje, wewe endelea kukaa hapa mpaka siku yenye utafanya nini utafikiria. Nikilalanga tu kwa box na sivai hata sweta na lala tu hivyo. Ikafika mahali nikaona hapana, acha nikubali ndivyo at least ninunulie vitu za nyumba. Nikakubalingi. Akaninunulia kila kitu kwa nyumba. Sasa kayo 200 anaidabu inakuwa 400 ananipea hivyo. Akikuja tunafanya hesabu, ni mtu ako na familia. Akikuja tunafanya hesabu, tunalala na yeye. Hata kama nimeenda short hata niuliza. Tena nikakaa hapo nilikanga miezi ngapi? Miezi 6. Hapo kwake. Na familia yake iko nene? Iko mbali na penye niko. Sasa kukaa hapo nikapatananga na mtu yeye alikuwa na club kubwa huko. Akaniambia mimi naweza kutoa hapa nikupeleke kwa club. Na hiyo club yangu hiyo club yangu nalipananga 10k per month. Nikamuuliza kwani hiyo club yako iko wapi? Akaniambia iko place kunaitwa Jacaranda. Mimi nikamwambia ni sawa, kama utanipea kazi na unipee nyumba mimi niko sawa. Akaniuliza kama niko na ID. Nikamwambia sina ID. Akaniuliza miaka niko nayo, nikamwambia. Akaniambia nitajua venye nitadeal na mapolisi wangu. Juu naandika mtu mwenye ana ID na haja kuambia unakuja anakuta endi yako kwa shida. Nikamwambia mimi sina ID na sina hadi mahali kwa kukaa. Juu hapa mahali niko kabisa nafinyidika. Akaniambia ina shida. Wewe tafuta siku hata udanganye boss wako umeenda hosi, ukuje uone mahali nitakupea nyumba na nikupee kazi. Nikadanganyanga huyo jamaa, nikamwambia mimi nasikia mwili wangu yuko vizuri, acha nikimbie hosi alafu narudi nifungue kazi. Sasa huu jamaa mlikuwa umepatana naye ukizungusha tu hizo minazi ama? Mnazi iko kwa karum yake. Huyu mwenye anakupea kazi ya club mlikuwa umepatana aje? Alikuwa anakuja huko kukunywa. Kukunywa pombe? Hiyo mnazi ni pombe. Aje? Ni taisema aje? Ni mti, ni hizi madafu. Saa shiga ragata. Zinakuwa fermented. Saa inakuwa hiyo pombe. Saa alikuwa anakujanga huko. Most attend alikuwa customer trist anani support. Akuja nibaie food. Aniambia pesa ya leo unaweza fanyia kitu kingine. Sasa vile niliambianga huyu mimi nimeenda hosi, akaniambia ina shida. Wewe enda bora ujue masaa yako ya kufungua kazi. Nikaenda nikapatana huyo jamaa, akanipeleka kwa kazi yake, nikaiona. Akaniuliza uko willing uanze kazi lini? Mimi nikamwambia hata kesho, juu umenionyesha hadi mahali nitakaa, hata kesho mimi niko willing kufanya kazi. Akanibaia kila kitu ya nyumba. Huyo artist ndiye anaweza sema mtu nilifika huko alinisaidia. Juu alininunulia kila kitu kwa nyumba, akanifanyia shopping ya mwezi moja, nikaanza kazi kwake.
akanilipanga mwezi wa kwanza. Sasa ikifika amenilipia rent na ananipea kazi bado. Kufika mwezi wa pili ama beshto wangu akaanza kunitafuta. Wale ulikuwa umekuja wanakutafuta aje? Wajua kwenye nafanya kazi. Hapa kwa Mnazi hawakuwa wanajua. Sasa wajue mahali nimeandikwa juu walikuwa nasikia kuna msichana amekuja na ni wa bara na wamjui kwenye ametoka. Au akawamwambia aje huyo mwenye aliwaambia huyo ni mmoja wetu, unaweza tupeleka mahali yako. Wakakuja mpaka place nilikuwa. Sasa kukuja marafiki wangu walikuja wakaniharibia kazi. Wakaambia huyu msichana, wakaambia huyo mzee, wewe unajua huyu kwenye tumetoka na yeye, unajua Kenya amefanya kwa nje ndio ukuje umwandike kazi. Huyo mzee alikuwa analala na wewe ama huyo hakuwa analala na mimi, alinisaidia tu. Nilimwambianga story yangu, akaniambia wewe ni mdogo, bado hujafika kwa kufanyia mambo yote. Wewe fanya aje? Wewe kuja tukae na wewe na nikupee kazi. Sasa ndivyo alinikombolea nyumba na akanipea kazi. Mabeshto wangu wakakuja wakamwambia ati umeandika malaya kwa klabu yako. Utapoteza makastoma juu ya huyu msichana. Huyu hakutakanga kusikia. Hata venye titu alinitanga kuniuliza hiyo story. Nikamwambia mimi nikupe story yangu yote na wasichana wenye tulikuja nao nikawa walikuwa wanakuja wakiniuza kwa barabara. Kwa nini wasikiza na nilikuwa nimekupa story yangu yote? Akaniambia hapana, wewe itabidi ujue venye utafanya. Nikamwambia basi acha nimalize hii mwezi juu umeanzia maneno katikati, acha nimalize tu hii mwezi unipee pesa zangu, kama ni kurudi kwetu nirudi. Akaniambia hapana, nitakuhesabia masiku zenye umefanya nikulipe hiyo pesa. Sasa amekuvuta juu ya venye ameambiwa na hao. Sasa huyu mzee akakuja akaniambia aje mimi sizitaka kazi yangu iharibike juu ya mtu sijui. Nikamwambia na mimi nilikwambia kila kitu. Kwa nini tena ifike hapo unigeuke na ulisema utasimama na mimi mpaka mwisho? Kumbe huyu msichana amekuja akampenda. Huyu mwenye sasa alikuwa mkubwa wetu, amekuja akampenda. Akamwambia kama utamfuta kazi, mimi na wewe hatuweziendana. Msichana mgani sasa? Kuna wawili. Huyu mmoja alikuwa form 3, huyu mwingine alikuwa form 4. Sasa huyu mkubwa ndiye alipenda ule jamaa. Ni yeye amependa jamaa, si jamaa amempenda. Sasa jamaa naye akaniambia mimi beshte yako tumependana hivi na hivi, wewe fanya aje, wewe enda. Juu walikuja wakakaa hapo sana ama? Walikuja wakapiga story. Mimi mchana sikukuwa naingia kazi, nilikuwa naingianga usiku. Jioni kukuja ukapata walishakuja. Na hao wenye tulikuwa tunafanyanisha nao wakaniambia kuna wasichana wawili wamekuja hivi na hivi na sisi tumeona aje hivi na hivi. Nikamwambia ni sawa, awe walikuwa mabeshto wangu lakini mimi tulitokana nao. Huyo jamaa the following day akanifanyia hesabu. Akaniambia sasa itabidi ufanye nini? Uende. Nilikuwa nimesave. Nikaenda nikatafuta nyumba. Juu zile vitu zake aliniambia nisibebe kitu yake, nibebe kenye najua ni yangu. Nikajitafutia nyumba, nikaanza kuishi. Sasa life yangu ilikuwa huko, niende club, nipatane na mwanaume, aniripie rent, anibaie chakula. Sasa ilikuwa tu life ya kupati, sifikiri kitu ingine. Nikaanza kujingisha kwa mambo na pombe. Hapo kwa pombe nikakuja nikapatana sasa na wasichana wanajiuzanga. Mimi nikaanza hiyo kazi juu sikukuwa na kazi kabisa. Wakaniambia tunaweza kuingisha kwa group yetu ya kazi yenye tunafanyanga usiku. Mimi nikauliza ni kazi gani? Wakaanza kunipanga, wakaniambia tunakuwa na mkubwa wetu. Kwanza aende muongee na yeye, ajue ni street gani atakupea huku. Nikawaambia ni sawa. Tukaendanga. Kabisa sikuwa na kazi, nataka kukula na nataka kulipa rent. Nikaenda wakanionyesha kazi yenye nafaa kufanya. Huyo madam kazi gani? Ya kujiuza. Saa kuna time wanapatana wote pamoja, wanajua nguo zenye wanafaa wavae. Wananipanga pia mimi.
Huyo mama akaniambia aje, na juu bado tunaona wewe hujafika ligi ya wengine, unaweza kuja tukae na wewe ndivyo nikucoach mambo yenye unafaa kufanya. Akaniuliza kama nimejikombolea nyumba, nikamwambia mimi nimejikombolea nyumba. Akaniambia ni sawa. Nikaenda tukakaa na yeye. Sasa mama alikuwa ananiletea wanaume kwa nyumba. Huyu mtu anakuja, mimi najua lazima akuachie kitu. Sasa yeye ndiye anakupatia pesa. Anapatia ule mama pesa, pia anakuja analala na wewe. Nikakaa na huyu mama hata kupatia kitu. Hata nipatia, yeye aliniambia mimi nimekuweka kwangu, unatumia maji yangu, kila kitu ni kwangu. Sasa wewe kenye unapata unafanya nini? Unajiekea. Nikamuuliza sasa na wewe ndio unapewa pesa zote, mimi nitafanya aje? Akaniambia wewe tulia, nitakuwa nakununulia hadi manguo, kila kitu. Mimi sikukataa juu sikukuwa na otherwise. Mimi nikaendelea, nikakaa kwa hiyo kazi 2 months. After hapo sasa nikaona tena nirudi nijikombode. Juu venye ulikuja kwake ulihama kwako kabisa. Juu hiyo time sikukuwa na pesa ya rent. Kujikombodea tena, sasa ndio hapo nilianza kwenda sherehe. Sasa ulitoa wapi pesa ya kwenda kujikombolea? Nilitokanga kwa huyo mama, nikaanza kuingiana na masherehe. Nikapata mtu ameniambia aje, alikuwa Kenya Kimbo mzungu. Akaniambia aje alikuwa? Kenya Kimbo. Kenya Kimbo ni? Mzungu amekaa Kenya sana. Sasa aizirudi majua amedipotiwa huko. Wanaitwa Kenya Kimbo? Sijui. Tukakaa. Akaniambia mimi niko na club yangu na nitakuwekea nitakukombolea nyumba na nitakufanyia kila kitu. Mimi sikukataa. Mimi nikakubali. Nikaenda akanikombolea nyumba. Pia yeye akanipea kazi hapo. Sasa yeye alikuwa ameniweka kwa nyumba kama bibi yake. Sasa amekuwa. Sasa amenipea kazi hapo. Sasa umeolewa na mzungu. Sasa umepata pesa. Sijapata bado. Tukakaa. Kwani hawana pesa? Hawana pesa hao. Tukakaa na huyo Kenya Kimbo. Nikimfanyanga kazi hapo kwake. Tumekaa kabisa juu tulikaa na yeye for 9 months. Kukaa na yeye ameniandika tu hapo kwake kazi, ni mimi nachukua stock, ni mimi na bibi yake bado. Mara ya mwisho akakujanga akanipiga. Amekuuliza ni mwana yake? Todo kwina mundu twashamaniri nake hau aheaga mbia. Riu ni uria mundu angiuka customer akwende agagutigira tipu nake akamenya. Riu kumenya hau niho hambiri haro. Akinjuria atiriri niki uraga gwakwa? Ngimwira hatire kindu ndiraga, no uyu ni customer na nioka damu entertain ahe tipu. Aheaga tipu ya 500. Leo hau ni time nilikuwa na pesa at least, pesa zangu. Tukakaa na yeye akinipiganga. Anakupiga sana? Kwani si wa romantic? Hata si wa romantic. Na venye tunaona kwa TV wakiwa romantic. Ni wazungu, ni Kenya Kimbo. Kwani si bado ni mzungu? Mzungu amechanuka. Sasa after hapo tukakaa na yeye for 9 months. Amenipea job, ananifanyia kila kitu. Huyu amekuja na yeye ananiachia tip. Sasa akashuku huyu mtu pia yeye ananitaka. Jua kila time akikuja hapo lazima aniachie tip. Nikamwambia lazima ukue entertain kwa customer ndivyo akuje siku nyingine. So unataka akupromote na mimi nataka aniachie tip. Sitamuonesha madharau ati juu umeniambia ati sijui nini. Kama utaki nifanye kazi, wacha basi nikae kwa nyumba. Agitikira gikara nyumba. Riu ndiamenyaga mundu ucio ena airetu na nja. Weru mzungu mwitu. Ndiamenyaga ena airetu na nja. Airetu magiuka makimenya ginya haria ndiraikara. Magiuka makihura. Ngimuria akijira atiriri aca acio ni aria ndari nao mbere yaku riu. Ngimuria atiriri riu niki wamonia ginya haria ndiraikara magiuka makihura. Akaniambia hapana, hao itabidi wazoe. Nikamuuliza nitawazoea aje wakinipiganga? Akaniambia sasa akaa utaki hivyo na siwezi achana nao juu yako, wewe itabidi ujue venye utafanya.
Nikakul masila chini. Nikamwambia mimi siku nyingine wakikuja hapa na wapeleka tu polisi. Huyo mtu hakukuwa anataka nitembee na yeye, hakukuwa anataka nionekane na yeye. Huyo mzungu? Kwa nini? Kumbe bibi yake walikuwa wamekujanga huku, kawa wamekuja vacation kutoka majuu. Akakuja akaudia bibi yake huku. Si kufukuzwa, alifukuzwa? Hapana. Sasa hiyo incident venye ilifanyikanga Kenya ndivyo alibaniwa kurudi majuu. Akaulia bibi yake huku? Na alimrushanga nje kwa gari. Saa bibi si akakufia hapo. Venye anaenda kupotea rudi majuu, story yake ikapatikananga kwa polisi. Akabaniwa, akaachwa tu, akakaa Kenya. Mimi kusikia hiyo story, mimi sikukuwa interested na yeye tena. Saa kutoka hapo nikapoteanga, sikubebanga hata nguo. Juu niliona akijua tu ninataka kuenda, anaweza nifanyia kitu mbaya. Nikapotea, nikakuja Nairobi. Saa kukuja Nairobi, wabeste mara maku matiashokile uwetha ligi? Tuliachananga nao hivyo. Okay. Saa mimi nikakuja Nairobi, nikapata jamaa akanioa. Wakao muonanite na jamaa? Tulikuwa tunaongeanga na yeye. Tulipatana na yeye through Facebook. Akakuja. Anaenda alimwona. Tukapatana na yeye. So ni amekuita? Nikamwambia venye nilikuwa nateseka Mombasa, akaniambia yeye ako willing kukaa na mimi. Anichukue kama wife yake. Nikaona tena nimezunguka tena sana, nimetumika ya kutosha. Nikaona saa mali tu imefika ni amue tu nikae chini. Nioleke nitulie. Saa kutulia, huyo jamaa akanioa. Tukakaa na yeye. Mkuikara ku? Uko tu Nairobi. Nairobi wapi? Zimmerman. Akanioa, akaniambia aje nataka tukae na wewe tusomane kwanza ndio tujue what next. Nikamwambia mimi sina shida. Sasa huyu jamaa venye alijuanga tumekaa na yeye na sizienda mahali, akaanzanga kukua mtu wa kulewa, kukuja kwa nyumba ni vita. Mimi nikamwambia na huku kuwa hivi. Kwa nini umechange tu mara moja? Akaniambia hapana, ni vitu zenye zinanisumbua, nataka nione kama zitaacha. Nikamuuliza kwani solution ni pombe? Akaniambia kwangu ni pombe. Nikamwambia ni sawa. Sasa ilifika mahali ananikujia hadi na wasichana kwa nyumba, anakuja ananipiga mbele yao wasichana. Mimi nikakaa tu, sikukuwa nafikiria sasa kutoka huko. Nikakaa nikafikiria atakuja kubadilika. Hakubadilika. Nikapata mimba. Sasa penye nilipatia mimba ndio alikuwa worse kabisa. Nikiwa na mimba ananipiga, nakuwa na ma complications, naenda hosi, naambiwa kama alia kuna stress. Nikaona hapana. Nikatulia tu. Nikapata mtoto wangu vizuri. Sasa mahali nilikuja nikateseka ni mahali nilikuja nikafanyia operation. Sina wa kuniangalia. Niko tu mimi peke yangu, huyu akitoka kwa nyumba asubuhi mpaka the following day asubuhi. Hafikilika nijipafanyia operation. Sasa ikafika mahali nikapatananga tu na beshte kwa hiyo plot, akaniambia mambo yenye unapitia ni mingi, mimi naweza taka nikuhost. Nikamwambia hapana. Najua sijafukuzwa, wacha mimi nifanye nini? Nitulie mpaka mtoto wangu akue mkubwa. Jamaa alikujanga hiyo siku tu. Alikujanga akanifukuza. Sina hata kwenye naweza enda. Muthenya ucio yakwera kuhost? Nikakuja nikatafuta huyo msichana, alikuwa plot moja. Nikamwambia mimi ni wa operation, hata sizienda mbali sai, sina hadi pesa. Akaniambia mimi nitakaa na wewe mpaka upone. Juu kinaonda lazima uende kuoshwa, utengenezwe. Nikamwambia ni sawa. Akanichukulia mtoto, tukaenda na yeye kwake. Saa huyu jamaa haikuwa anajua kwa mwenye niko kwake. Anakuja, anatoa vurugu kwa plot.
Huyu msichana akaniambia mimi ninaona huyu mzee wako siku moja atanipigia kwa njia. Ndio anasema mimi ndiye nilituma utoke wapi kwako. Nikamwambia hapana, sasa atasema aje na ni alikuja akanifukuza. Msichana tu kukaanga naye sana, akaniambia itabidi ujue venye utafanya. Juu mimi sitaki kuwekea magraji huku kwa barabara. Nikamwambia sawa. Nikajaribu kutafuta mamangu simpati. Ndio amwethaga ku? Nilikuwa napigianga simu huko home. Simpati. Saa ikafika mahali nikaanza saa kutafuta masista zangu. Hawa wakubwa wenye walipoteanga. Nikapigia babangu. Akaniambia wewe ukitaka vizuri utapata masista zako Naivasha mahali fulani na fulani. Ngauza babu kwa hata nitafika aje? Sasa mimi niko na mtoto, mimi nimefanyia operation, sina pesa hata yenye naweza travel nayo mpaka Naivasha. Akaniambia usijali, wewe watafuta venye utawe. Mimi nilikuja tu Naivasha, mimi na mtoto wangu. Kukuja Naivasha nikakuja aje? Umesema uko na pesa. Sasa huyu msichana ndiye amenipea. Akaniambia unaweza toka, wewe penye utapatia kazi utanirudishia pesa zangu. Mimi nikakuja Naivasha, sina kwa kuenda. Nikasimamianga town. Kusimama town tukapatana na mama fulani, akaniambia naona ni kama uko na stress na uko na mtoto mdogo. Nikamwambia, akaniambia kwanza twende mahali tukae tuongee nijue venye nitakusaidia. Nikaenda nikamwambia venye nateseka, venye nasumbuka. Akaniambia mimi sitakukataza, twende ukae kwangu mpaka usikie vizuri. Ukisikia vizuri utaanza kutafuta masista zako. Na nimutumio tako wewe mwashawani orogo. Utatafuta masista zako. Nikamwambia ni sawa. Alinishikilia mtoto wangu akakuwa na miezi 3. Nikaanza saa hapo nikaanza kutoka nikitafuta vibarua, napata za hoteli, nafanya. Nikasikianga masista zangu wanakuwa mahali kunaitwa Character. Nikawatafuta. Huyo mama nikamuuliza unajua Character? Akaniambia naweza kupeleka. Doka ndina uhoro mwega muno wa broti dinacio kuria mwena wa Gitengera. Broti ci handu hega muno in a gated community, in a controlled area, na broti ci haria ciri no kilomita 1 kuma Nairobi na Manga Road, the main road, o kilomita 1 tu. Uguo kuma Gitengera town ti handu hanene. Uguo wewe hau hihi ungienda gusetwa family yaku, aikoni wendaga gwaka handu kamucie, handu hega, handu ngisetwa family yaku, handu ngikara wega, ka estate controlled gathaka we Waitonga ihinda tiringi ni riri ndina broti cia 100 by 100 quarter an acre na ndirakwenderia ciringi milioni 5 asking price ni kuga ati no uhurire na twarie o hanini tumenye kiringi kurengera. Na kuria Gitengera ni ndronire ni gukurite muno tondu actually gutiri kindu gutari nakio. Kwina mathibitari maingi muno, kwina mafegi gutiri fegi gutari, ma supermarket mekuo, mathukuru mekuo, ma college mekuo. Uguo ni kundu ungithie no seto immediately. Na wi Gitengera ona nduri na bata wa guthie Nairobi kana guthi kundu kungi gwika maundu maku tondu maundu mothe mekuria. Broti ci ndakwira ni ciringi milioni 5 peke yake, na ndakwira kuma barabara-ini main Nairobi na Manga Road no kilomita 1. Handu haria ciri ni handu hakurite muno. Uguo ni kuga hena thitima, kwina mai, indo iria ciothe cibataranagia kwina cio. Mikawa iria ikuria ni mikawa miega, ungithiaga ma gardens, ungithiaga kahore na family yaku. Nyumba iria cirakwo kundu kuria ni nyumba cia kifahari. Ni njui ni uku nyumba icio ciothe hau. Ni undu wa uhoro makiria hurira na namba eno ya thimu 0724 333313 0724333313 nigetha twariririe tumenye uria ungithi kuona broti icio na wigire na handu haku, handu ungiseto family yaku. Kitengera Milimani Estate, mko karibu sana. Asanteni sana. Nikakujanga nikawatafuta. Bahati ya Mungu tu penye nilisimamanga nikaulizia mtu fulani na fulani, nilikuwa na picha zao. Nikaambia huyu mtu tunamuona mahali fulani, unaweza enda umpate wapi hapo. Mimi kuenda nikapatananga na huyo mkubwa. Nikamwambia mambo yote yenye nimepitia, nataka wanisaidie. Saa sistangu huyu mkubwa aliniulizanga aje, wewe ndio na tumepotea nyumbani,
ukaona kaa ni kitu mzuri tulifanya. Hata sisi ni venye tukwa tunakaa maisha mzuri, ndio tuliamwanga tutoke. Nikauliza, kama nyinyi mlikuwa mnajua hivyo, mbona sisi mkatuachanga huko? Mama akatuacha na nyinyi mkatuacha, mbona mkatuacha? Akatuambia baba alikuwa mtu wa kukunywa, mama alikuwa mtu wa kukunywa. Sasa mama alikuwa akikuja kama amekunywa na baba hajakunywa, hiyo ni vita. Mimi ninaona vitu mingi zenye nashindwa kuvumilia. Nikamuuliza, na sasa hiyo unakaanga wapi? Akaniambia aliodeka na ako na mtoto. Nikamwambia hata mimi sasa niko na mtoto, nimemwacha mahali ninakaanga. Akaniuliza unakaa wapi? Nikamwambia town. Town ulikuja aje na ujui Naivasha? Nikamwambia story yenye nimepitia, hata sijui kama mama sasa akiweza sikia story nimepitia kama anaweza furahia na alituacha. Akaniambia wewe fanya hivi, wewe rudi tu mahali huko, juu mimi sitaki kukosana na mzee wangu juu yako. Sasa nimekuja nimekaa hapa, at least nimejishikilia na naona ninapata kazi yangu. Nikamuuliza, mimi nimetoka toni nikuje nikutafute, na wewe unakuja unaniambia nirudi mahali huko, nikifikiria nyinyi ndio mtanipea msaada. Napata nyinyi ndio mnanitenga pia. Akaniambia acha nikutafutie huyo mwingine, unaweza enda ukae kwake. Huyo second born ako na watoto 3. Nikaenda nikaongea na yeye. Akaniambia pia yeye nisaidia, yeye ako na watoto na mzee wake akiniona hapa ataleta shida. Wakipotea nyumbani wakitoka huko, wakuambianga wazee wao wako na masista zao wadogo. Walisemanga wako 2 kwao. Mimi na sister yangu mdogo ndio sasa tumebaki tu maisha ya kuteseka. Nikauliza sasa mbona mseme hivyo? Na siku moja tungekuja tu kupatana. Ama mlifikiria tutaipatana? Akasema sasa sisi hiyo yote hatukutaka kujua. Juu pia sisi maisha yenye tumepitia tukiwa kwa kina mama, hiyo ni maisha ngumu. Tukaona tukuje tufanye nini? Tuodeke. Nikamwambia ni sawa basi, nyinyi jueni venye mtanisaidia. Juu mimi pale nimefika ni mwisho na sasa niko kwa wenyewe. Akaniambia hata sisi hatuna msaada, sasa wewe fanya aje? Wewe rudi kwa huyo mama na utuoneshe ni wapi tutakuwa tunakuja kukuangalia. Mimi nikaenda nikaonesha, nikaambia huyo mama mwenye alikuwa amenihost na mtoto, hao ndio masista zangu. Lakini sasa kitu ameniambia sijafurahia. Walisema wako 2 kwao na tuko 4 kwetu. Sasa mimi na sister yangu nikawa wametuweka nje. Hatujui kenye tutafanya. Ule mdogo nilimwachanga na huyo step mom. Nikakaa nikajiuliza sasa kaa hadi masista zangu wameamua kunifanya hivi, nitafanya aje? Huyo mama akaniambia mi huku town hakunanga kazi zenye zinaweza kulipa vizuri. Huko Karakta najua kuna maka, nikakujanga Karakta. Akakuja akanikombolea nyumba, akanipea vitu zake za nyumba kidogo. Nikaanza maisha Naivasha sasa Karakta. Nikipata kazi ni ya club. Sikuwa napata na mtoto bado uko naye. Sasa malilifikanga huyu mwenye ananipea kazi ya club, ananilipa 200. Nafaa kulipa rent, nafaa kukula, mtoto anafaa kule na anafaa vae. Sikujali, nikaendelea tu kufanya kazi. Napatana mtu ananiambia shika hii ubaie mtoto maziwa. Nikakumbuka sister zangu wameniruka juu ya wazee wao. Mimi nikaendelea kufanya kazi. Huyu sister yangu, huyu second born, akapatananga, akajuanga mahali nafanya kazi. Kukuja akaniambia kuna beshte yangu naweza taka mkae na yeye na huyo najua atakusaidia. Nikamuuliza ni beshte mgani? Akaniambia nitakuja na yeye jioni. Wakakuja na jamaa. Jamaa akaniambia wewe nitakusaidia pale nitaweza. At that time mtoto wangu alikuwa mkubwa. Alikuwa 5 years. Kanaenda shule. Saa hapo ni shule, rent, chakula, ni mimi mmoja. Nikamwambia kama atanisaidia, mimi sina shida. Acha akuje.
Akakuja akaniambia mimi nitasimamia mtoto shule na nikusimamie rent. Nikamwambia sana. Kusimamia na njia gani? Wamekuja na sister yangu, na sister yangu amemwambia hawataki wazee wao wajue kama sisi ni masista. Sasa akue like anakuja na nisaidia, yeye anaenda zake. Akanisaidia nikikuwa tu hiyo kazi ya club. Siku moja akaambianga sister yangu nataka nijue ni nini na Joy analipa aje nyumba na wanakula aje. Sasa huyo jamaa akamwambia mimi nitamlipia rent na nimsomeshe mtoto. Chakula yeye atasimama nayo. Tukakaa na yeye akinisomeshia mtoto na rent. Ikafika mahali akaacha. Aliniambia tukae na yeye kwake anioe, mimi nikakataa. Kwa nini ulikataa? Juu sasa nilipiga hesabu nimepitia life kaa hiyo nikiwa na mtoto kwa ule baba yake. Tena nirudi niingie kwa mwingine. Ni kweli. Nikakataa. Kukataa sasa akatake advantage, wewe unakataa nikuoe na unataka nikusaidie. Wakakuja kunifaitia kwa kazi wakiwa na hiyo sister yangu. Huyo mama wa kazi akaniambia na juu mumecost damage kubwa hapa kwa kazi yangu, nataka mnilipe. Kwani walikuchapa kukuchapa? Walinipiganga. Nikaendanga polisi kwanza. Nikaandikiwa ubi. Nikaambio niende kwanza hosi. Alafu hiyo P3 niilete. Nikaenda, nikatengenezwa, nikakuwa sawa. Sasa first born wetu pia yeye aliwajoin. Akaambia huyu second born amekuja kutuharibia huku hivi. Wazee wetu akijua huyu anakaa huku wataona sisi ni wao. Sasa ile kunipiga walikuwa nataka wanipige nirudi Nakuru ama nijue mahali kwingine nitaenda. Utoke huko. Nitoke huko. Mimi nikaambianga sasa hiyo hata si solution, juu sasa mimi ni mtu na maamuzi yangu. Nikaendanga polisi, nikaripoti. Kuripoti wakaitwa wote wawili, wakakatanga kuenda. Sasa mapolisi wakaniandikia hiyo obi, wakaniambia siku yenye watanipiga tena nirudi. Second born na huyo ex sasa hawakuachana. Walikuwa mali napata kazi wanakuja wananiharibia. Huyo ex wako? Huyu sasa mama mwenye ameniandika kazi akanisimamisha kazi na akaniambia pesa yenye nilikuwa nimefanyia mwezi hata nilipa. Juu amevunja maglass, machupa. Na sasa viti za huyo mama hakunilipa mwezi moja. Sikujali. Nikatoka hapo. Nilikuwa nimelipanga hiyo mwezi moja nyumba. Nikakuja kwa nyumba nikaendelea kukaa na mtoto wangu. Nikakaa na yeye. Nikapatanga bado kazi ya club. Nikaendelea kuifanya. Saa venye nilianza kufanya hiyo kazi ya club, nione at least ninaweza kusupport mtoto wangu shule, chakula. Ilifika mahali mtoto wangu akaanza kufukuzwa hadi school fees. Juu ile pesa haikuwa inanitosha. Mtoto shule nilikuwa nimemwingisha shule ya chini ni 3500. Siwezi kumanage shule na siwezi kumanage nyumba. Sasa mtoto wangu ilifika mahali akaniuliza aje, mama mimi nitakuwa nafukuzwa shule kila siku? Nikamwambia hapana, si kila siku. Niombe Mungu nipate pesa nikulipie school fees yote. Mtoto alikuwa anaenda shule bila chakula. Anaenda, anakuja nikisema tu niende nipate hata tu ni boronge tu hapo nipate hiyo 150 nimbaie chakula nimpelekee shule. Na niuliza mama watoto wengine washakula chakula, mimi ndiye sasa unaniletea. Nikamwambia wewe tulia, jioni utakuwa unabeba chakula unaenda nazo shule. Mtoto wangu ilifika mahali sasa nikaona huyu mtoto ako na maswali mingi. Na siwezi kumanage. Ni chakula, ni nyumba. Mtoto hadi ananiuliza mama sibebangi mandazi nikienda shule. Watoto wengine wanabeba mandazi
wanabeba mandizi, matunda. Sana jeka kwa keti ule mtoto. Naona kabisa nimeshindwa. Na una otherwise? Sina otherwise. Babake ndo huyo alimwachanisha. Kuja akaniuliza, mama, na babangu anakuanga wapi? Kaambia baba ako nitamtafuta akuje akuone. Atakuwa ananiletea chakula shule. Yejua kwa chakula. Pole. Life yangu imekuwa tu ngumu. Unapata mtu anakusaidia. Masista zako ndio wanakuharibia. Badala wasimame na wewe. Wanakuja na kuruka mbele ya watu. Juu ya mabwana zao. Mimi nilifika mahali. Nikafikiria tu niende nitafute huyo sister yangu mdogo. Yeye ni mdogo wangu. Sasa ako 15 years. Okay. Nikakuja na yeye huko. Nikamwambia itabidi ukuje ukae na Jaden. Ndio at least kenye tunapata tunashare wote. Ule mama wa kambo alimwachisha hadi shule. Anakanga tu nyumbani. Mimi nikamchukua. Nikajaribu kuambia huyo mama ajabu venye tutapatana na babangu. Akaniambia pia babangu alienda ndivyo huyu mtoto wenyu asomangi. Sasa wewe utamsaidia ukimtoa huku. Muende mkae na yeye. Okay. Sister yangu akakujanga huku. Nikienda kazi za usiku club. Anabaki na mtoto. Mara mwisho alikujanga akapotea kwangu. Nimemchukua akapotea. Akaenda wapi? Akaenda pia akaoleka. Sasa mambo yote ni mimi nilisingiziwa. Ni mimi nilimletea mwanaume akaoleka. Nikawaambia mnafaa mumtafute, si ni mtu mkubwa, mnafaa mumtafute. Sasa ni sister wako anakuambia hivyo? Mnafaa mumtafute, awaambie kama ni mimi nilimletea huyo mzee. Ni mlituruka. Mko wasichana wawili kwenye. Juu mlipatana mkakaa mahali pamoja. Mimi na huyu mwingine. Nikaona kulikuwa kule shida na najua shida yenye anapitia kule mama wa kambo. Nikaona niende nimchukue. Tukuje tukae na yeye na huku. Nikajaribu, kumbe hiyo time alikuwa na mimba. Nikijaribu kumtoa huko. Huyo jamaa mwenye alikuwa amemwoa akaniambia wewe achana na yeye akae huku. Mimi nitamsaidia kila kitu. Sasa huyo jamaa amenifunga macho. Anatesa sister yangu. Anamtesa? Mimi mwenyewe nateseka. Najaribu kuambia wakubwa wanakataa kusikia. Wananiambia si tunafikiria hata uko karibu kutoka huku. Wewe ngoja mashida zikukule, maybe tutakuzika next month. Wanakuambia hivyo? Nikawaambia basi jaribuni kuniambia tu kwenye mamangu wako. Nimtafute. Niende nimtafute kama hadi mnaniombea nikufe na si ati nimewahi wakosea. Sijai wakosea, kukuja tu kujitambulisha kwenyu. Wazee wenyu waone mko na watoto wengine nje. Ndio mnaamua hadi kuniambia maneno kama hayo. Mimi nikawaambia ni sawa, nitatoka kwa maisha yenu. Na nitajua venye nitafanya. Nione huyu sister yangu mwingine hatateseka venye nimeteseka. But sikukuwa na hiyo uwezo kabisa. Kazi ni ya club ni ya 200. Hiyo ndio kukula, hiyo ndio kulipia mtoto shule. Huyu amefukuzwa na mzee wake. Akona mtoto wake hapo. Mtoto anataka diaper. Sina pesa. Juu sasa mko na yeye. Sasa tuko na yeye hapo. Sasa nikifanya hiyo kazi ya club usiku. Najaribu venye nitapata mchana hata kani ya kufua manguo. Nafudia watu manguo.
napata nimelipwa 3 so huku nikilipwa 6,000 kwa mwezi. Hii ingine tunanunua chakula. Nimeteseka na sister yangu mdogo. Nimeteseka na sister yangu mdogo. Huyu sister yangu alianza kujiingisha kwa mambo na drugs. Oh yeah. Unapata anatumia vitu. Ameniachia mtoto. Mimi niko na huyo wangu hapo, naenda kazi usiku. Nakuja hiyo mchana najifinya, sitalala. Niende nitafute kazi ya kufua manguo. Yeye amejiingisha na mambo za drugs. Tujaribu kuambia hawa wakubwa hawataki kusikia. Nikamwambia sawa, mimi sijui kenye niliwakoseanga nayo. Fanyeni aje, saidieni huyu mdogo. Ati wewe ulimtoa nyumbani kuja kumpea huku mwanaume, ukijua huyo mwanaume atamharibia maisha. Mimi nilifika mahali sasa nikaona sina future. Nikamwambia fanya aje, wajua mahali utaenda, juu pia mimi unanisumbua akili. Najaribu kukusaidia na wewe unapotea njia. Sasa mambo pia za drugs mimi ndio nikuja kuwekeleo. Mimi mwenyewe sijaitumia ma drugs. Na unapata natumia sijui unga, sijui vitu zingine za kuweka kwa mdomo. Nikamuuliza hizi mambo zote ulijulia wapi? Akaniambia mimi Joy, najaribu venye nawezaona nimekusaidia pia wewe nitoke kwa nyumba na shindo. Nikamwambia kunisaidia si kunionyesha unatumia hizi vitu zote, ni mimi unatesa, si wewe unajitesa. Najaribu kuwa na life mzuri, at least pia mimi siku moja unitoe chini. Dema alipoteanga, akaniachia mtoto. Okay. Kuniachia mtoto sasa niko na watoto 2. Mmoja anaenda shule, mwingine inabidi nimemlipia daycare. Ndio nikienda kazi, at least abaki mahali yako safe. Ajai kujua huyo mtoto. Tunakanga na huyo mtoto. Sasa kako na miaka 2. Okay. Nijue venye tutakula, nijue venye atavaa. Na pia huyu mwingine ajue venye atavaa, nijue venye tutalipa rent. Nikuja nikaachana na kazi ya club. Juu hiyo pesa ningepata tu, sikukuwa najisaidia nayo. Huko unajisaidia nayo? Nikaanza kufudia watu manguo. Kwa wiki naweza itwa mara 2 nifudie mtu mmoja. Hiyo najua ni 600. Naenda kwa mwingine, unapata si vitu mingi, ananiambia we nioshe nyumba, at least ataka utapata 150. Watoto wasikae njaa. Nasema ni sawa. Sasa ikafika kwa ama sister wangu tena. Wakakuja wakaniambia ulifukuza huyu mtoto, ona mambo zenye anafanya huku nje. Hadi anapigwa na mabibi za watu juu ya kwenda na wanaume wao. Nikamwambia huyo mkubwa, wewe ndio unafaa tuangalie. Na ukumbuke pia nyinyi mlitoka nyumbani juu ya shida fulani. Na sisi pia tulitoka juu hiyo shida. Huyu mimi ni mtu mzima, naweza toka nijitafutie. Sasa kasa huyu unaniambia anapigwa hadi na mabibi za watu. Jueni venye mtamsaidia atoke huku arudi basi nyumbani. Akaniambia mama pia wao wajuangi mahali yako. Babari achanga hiyo boma na akaenda. Tulikuwa tumerent huko Elbagon. Sasa aliachianga huyo mama nyumba na akaenda. Wakaniuliza sasa sisi tutamsaidia aje? Kaambia si ati mtafikiria vile mtamsaidia. Ni mpelekeni polisi. Anaweza chukuliwa na children's home. Mimi sijakataa kukaa na huyu mtoto. Akichukuliwa na children's home anaweza saidika, at least hata asome. Akaniambianga hiyo ni wewe unafaa. Sasa huyo mkubwa ndiye ananiambia unafaa ujue hiyo majukumu yote yenye huyo mtoto atasurvive. Mimi nikaona sasa kuna watoto 2. Wacha nijue venye nitafanya nipate ID. Nione mtoto wangu sasa watoto wamepata life poa. Nilirisk, nikatafuta ID ya mtu, nikachukua nayo ID yangu.
nikatafuta kazi huku kwa Maua. Kwa Maua tulikuwa tunalipwa 7k per month. Nikatafuta kazi kwa Maua. Kabla hiyo mwezi seme ni kuisha, sasa ndivyo nianze kulipwa. Ilikuwa ngumu. Jusi ile yenye nilikuwa natoka mchana naenda natafuta kibarua narudi na 300 yangu. Hii lazima ungoje mwezi ishe. Nikaendelea hivyo. Ilifika mahali kazi yenye nimepewa ni ya general worker. Mimi ni wa operation. Ikakuja tena ikatubuka hiyo operation. Sikuwa nafaa kufanya kazi ngumu. Hii kampuni ikaniambia, nilikuwa kwanza nikiingia nilikuwa nimwambia mimi ni wa operation. Sasa supervisor mwenye nilikuwa na yeye hakukuwa na jadi. Hiyo kinonda kufunguka ikabidi amenirudisha nyumbani. Nikarudi kwa nyumba sasa. Nikaanza tena kukaa. Hakuna saa mtu sasa hapo naweza sema alikuwa ananiletea food, mimi mwenyewe ni kuhaso. Nijue venye watoto watakula, venye watavaa na rent. Nikakuja, nikakaa. Watu wenye nilikuwa nao kwa plot walinisaidia. Mmoja unapata ananiletea chakula, mwingine akanitipianga rent mpaka nikapata sasa nafuu, kinonda ikafungana vizuri. Na nikaambiwa nisirudi kazi mzito. Heri ufuange manguo kuinje, lakini usirudi hiyo kazi. Juu wale ni wanyama, hakuna kitu watakusaidia nayo. Wao bora wanataka kazi yao ifanyike. Mimi nikaendelea kufanya kazi ya kufudia watu manguo. Hiyo ndio huwa naifanya mpaka saa hii. Sasa bado saizi unafua manguo? Sasa mimi kitu yenye naweza taka ama naweza omba mwenye tu atasikia story yangu anipee kazi ama anisaidie tu mahali ataweza. Sasa watoto wako karibu kufungua shule. Sijasave hata pesa ya kurudisha huyo mtoto shule. Huyu mwingine bado anafaa daycare. Nikiingisha huyu shule na mimi nikienda hizo vibarua na mwacha daycare. Na nikimwacha hivyo lazima nilipe huyo mwenye amebaki na yeye. Pia kukula si kwetu sometimes inakuanga shida. Juu unaweza kosa kwa wiki 2 kufudia mtu. Unapata mwenye anakuambia kuja unioshe vyombo, unipanguzie nyumba, akulipe 100. Hiyo ndio mtakula na mtoto. Na hiyo saa unajua venye utamsaidia. Saa mimi kenye naweza omba nipate tu ni kazi. Na kitu kingine ningetaka kusema, mimi niliapplyingi passport. Na passport yangu ikatoka. Lakini sijaipata agent mwenye atanipeleka. Niko willing kuenda. Nijue venye mtoto wangu atakaa. Na ukienda utamwacha wapi? Mimi nitamwachia tu huyo sister yangu, atakaa huyo mwenye ananisumbua. Juu nilikuwa nimemwambia mimi nikipata kazi wewe ndio utabaki na hao watoto. Juu sita trust hao wengine venye wametufanyia. Kaniambia ukipata utaenda. Sasa hata akiniambianga hivyo siwezi kuambia saa hii ako kona gani. Pole sana. Pole nimeugereire. Ni kuhera tu namba yaku ya thimu haha. Mundu ungihota kunyitirira wa sister haha uguo. Hihi no ukorwo wina handu wira mwega ungimwita akihote kurora ciana icio nacio na nake ahote kurugamia maisha make. Kana hihi we agent acio matwaraga andu na kuria Gulf, hihi ungikorwo wina njira o yothe ungimuteithia nayo, atuhe namba yake ya thimu nigetha hihi no tu communicate nake. Pole sana my sister. Asante. Ni macokegereire. No tukaga thutha wa nduma ni utheri munene. So after hustles zote God will come through na nakumbuka mtu na anakuondolea hizo mashida zote, si ndio? Peana tu namba ya simu na waambie watu majina yako, ndio mtu anaweza sikiza historia, anaweza kusupport, anaweza kusupport, si ndio? Namba yangu ni 07 96 93 21 26. 07 96 93 21 26. Marito wita wale? Jina ni Joyce Waithera Kamau. Joyce Waithera Kamau. Asante sana. Thank you muno mundu uri kwirorera rugano rwa Joyce Waithera.
no umusupport kugerera na mbeo. Tumwendete muno na Ngai amurathime mugene ihinda riega. Asanteni sana. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa. Uhoro wigie broti ndina cio ci mwena wa Eastern Bypass na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini iria main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1 na ona farafara iyo ya kuingira ni ya rami. Uguo handu haria gukorwo gikinya maram ni handu hanini muno handu hetagwo Karuguru. Wi Karuguru ungioria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyite broti ni ici. Ni broti cia 50 by 100 na ndiriona broti igiri peke yake. Broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi milioni 5 o broti. Na handu haha kuringana na uria urahona to ni njui urona mbica ni handu hakurite na njira nene muno. Ni handu haikaraga itonga, ni handu haikaraga atongoria, ni handu haikaraga maceleb, ni handu hega muno ungigura na wake muciĩ waku. Na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kia iguru muno na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartments irihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40 ngiri 50. Uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest. Ungienda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno no cokie mbeca ciaku. Ungienda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow to compound ukomborithagie no wiki uguo haha tigute ona hanini. Eroreri akwa kana arata akwa undu ungi mwega muno wigie cia icigire ndina cio ni ati cikomeire farafara. Ino ni farafara murona haha uguo ci haha farafara-ini. Kundu guku maundu maria meku ni maingi muno. Guku kwina mathukuru, ni ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo, ni ndona ingi itagwo Royal Brain. Uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka muciĩ wa guikara, mathukuru me haha hakuhi. Mafengi maihuire guku, ngiuka ni ndona fengi ta KCB, Equity Bank, ni ndona Cooperative, ni ndona mafengi maingi muno. Okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria me guku ni maingi. Ni ndona KFC, ni ndona chicken ini cirio guku, wenda kunywa kahua at cafe. Ungifatara gwikaga shopping gaku ma supermarket me guku ni ndona Naivas, Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri. Yani ungienda handu hega ha guikara handu classic ti hangi ni haha riu. Undu uria gwika no kuhurira na bendo ya thimu 0724 33 3313 0724 3313 nigetha twaranirie nawe. Ndakwira asking price ni ciringi milioni 5 per plot. No ungikihurira hihi no tumenye uria tungiaria. Broti ici cina ready title deed. Uguo wagura ni ready transfer. Wenda kwambiriria mwako waku wambiririe hau. Mwikaribu sana, hura na beo ya thimu 0724 333313. Karibuni sana. Yes, ni twamunyita ugeni muthenya wa umuthi na twi haha twita kambuni ya Tayari Lands and Housing. Ni njitagwo Simon K na gakirugamirwo ni kambuni ino na ndikimwiraga mwatu ona handu ta haha mukamenya twina maundu meru, maundu tumureheire maundu mega muno. Umuthi mugunda uria twinaguo ni ndirona wi handu hega muno tondu ndarora uguo ndirona rami haria na handu haha ndirona hehega muno. Na kuma rami-ini ona kamori ni ndakuruta max tondu ranjirite hau no anga mitanga 400 ici mita 400 haha ha ora ni hakinyumeri eti hakuhe muno ni hakuhe muno na rami na ni kundu kwega muno na ni undu woguo riu ni ngwitikira tugeithio ni kamori na director cokia tugeithie na tutaririe kundu guku rio kuhana. Karibu sana. Asante kamori geithia eroreria itu. Yes. Mwiroreri wa Simon K TV tumacokerie ngatho Simon muno. Nyambende mageithie. Ni njui Ngai no amaigite wega. Niguo twari nao January. Ngiciria mugunda wa mbere twendirie January ta 5 hau. Niguo twamerire ni mwaka wa kwigwatira. Na aria maturumirire Simon riu gutire mundu utegurire kindu. Nima na Ngai ni aratuteithirie mwaka ucio ni twendia product njega muno. Migunda tukahota kiria marenda Ngai agatuteithia tugacemania nakio. Ndikimageithie ndimacokerie ngatho na ndimere umuthi twi kundu gwitagwo Kithioko. Director ne gukorwo agitutariria no haha ni haria twina view ya town. Ona turugamite haha kuria nikuo Kithioko. Koguo guku ni Kithioko phase 4. Director be agitutaririe njui no ndiricoka haha Simon K. Yes, karibu sana director. Tugeithie rorerio coke tutaririe tumenye twi ku muthenya wa umuthi. Riu Simon andu ana kumageithia na ngeithi cia wendo wa mwathani. Niguo o riria twirigaine nginya riu
na ningĩ ona makĩria toguo Kamori iga turorete gũtiriha mwaka niguo nĩ tha cia Ngai ti ũhoti witũ niguo koguo na ithuĩ nĩ tũĩ customer itũ othe o harĩa marĩ ti Ngai nĩ amaigĩte na akamamenyerera niguo tondũ kuma hĩndĩ ĩyo tũtikĩiguĩte ũru wonekanĩte na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũguo niguo rĩu Saimo tũkoretwo o mĩethere gwetha mũkerwo niguo tũrakoretwo twerwo Saimo nĩ customers niguo turenda twoya twa raithi niguo mwatwethagĩra niguo tũraguthũkana haha hegwĩtwo kwa Mthos turamarehera product Saimo maracioya na ihenya mũno niguo mũno tugacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũguo niguo he project turakoretwo twendia haha maraiga turenda hau niguo na githĩ toho tũkĩrĩ Saimo noho tũrĩ niguo koguo nĩ tũgĩkoretwo tũkĩng'ang'ana o ta ũrĩa twaigire twĩ at their service very true kĩndũ kĩrĩa marenda nĩ tũkũng'ang'ana rĩmwe nĩ tũremagwo tondũ nĩ iragĩthiĩ gakĩaga no rĩrĩa cioneka tũkageria mũno makĩria gwĩka atĩa kũ make sure tuona product iyo rĩu ĩno Saimo rĩ ona ndĩrĩ na maũndũ maingĩ tondũ o ta ũrĩa ngwĩraga wĩ harĩa Nairobi wĩ Thĩka oya ngari ĩrathiĩ moja kwa moja nginya Mwingi ũke nayo ũkore taũni ĩmwe nene mũno ĩtagwo taũni ya Matu ndanakwĩra Matu ndigwĩciria gwĩ kĩndũ ĩtarĩ gũtirĩ kĩndũ ĩtarĩ gũtirĩ kĩndũ Matu ĩtarĩ wona waima kĩrĩa kũrĩa gwĩtagwo taũni ya Matu rĩu ũmenye nĩ kũrora ũrorete gũkinya ũke nginya handũ hetagwo Gĩthioko wakinya Gĩthioko taũni ũgũikũrũkĩrĩra o hanini ũrĩa Rami-inĩ wambatĩrĩra ũkore ga center ke hau getagwo Mbĩria nĩguo mũgũnda ũcio hau nĩguo haha tũkinyangĩte rĩu ngũkũria Saimo rĩu barati werĩa ĩno ya Rami highway Garissa road ĩyo ĩrĩa nĩguo ĩyo ti ya kũingĩra nĩguo ĩrĩa ti thitima nĩguo maĩ nĩ ngwĩraga haha twĩna Songea nĩguo tarĩu ũngĩenda kĩrĩmo kĩnene opposite harĩa he mũndũ wĩna bohoro no kwaria mũkwaria nĩguo ĩno nĩ kanitha nĩguo ĩrĩa nĩ taũni mathukuru thoko Gĩthioko njĩra nĩ kĩngĩgiria wĩikare gũtirĩ kĩndũ kĩngĩgiria wĩikare gũkũ gũtirĩ no wĩgwatire na kana nĩ thaa thita cia ũtukũ thaa cigana gũtirĩ thaa ũtangĩingĩra mũciĩ nĩguo koguo Saimo ta ũrĩa tũrera andũ aya rĩu indo ici nĩ irathiĩ ikĩnyihaga nĩguo haha ona nĩ ũĩ wĩra ũrĩa tũrarutire kũhona very true koguo tũkamera igĩrĩrai rĩu nĩguo aria na Kamori na wakorwo ũtarĩ na kĩndũ kĩu gĩkũigana gĩka atĩa na haha Saimo hatirĩ ũndũ ũtangĩka no hakorwo he commercial nĩ ũkũiga residential tarĩu nĩ njĩra andũ aingĩ mũno ũka wake ka warehouse haha nĩguo hĩndĩ ya magetho ya mbembe ona mbembe icio ndũgatinde atĩ ũgĩetha thoko aria na Kamori nĩguo mbembe atacainĩrorio wiki aria na Kamori for real Kamori wa ona ũngĩ haha orori nĩguo rori tani 17 aria na Kamori nĩguo koguo rĩ tukĩra andũ tũragwethera haha ũrĩa ũgwĩka product ĩrĩa ũkũruta hau Saimo nĩguo aria na Kamori product ĩrĩa ũkũruta aria na Kamori nĩguo okay nĩguo rĩu rĩ koguo tũkamera ũkai na mũndũ ndagetĩkĩre mwaka ũyũ ũthire kwĩ andũ aingĩ metũiga makona tũrĩa twĩtaga atĩa tũndũ tũrĩa ũrenda kũhingia resolution twa mwaka mwerũ na nĩ aingĩ mũno maigĩte gũkĩrĩka
Kea. Ona ũngĩaga kũrĩkia rĩ, aria na Kamori Steve. Nĩguo. Kamori nĩ ngoria nawe nĩ ũndũ wa haha. No nginya ũnyitithanĩrie tũigana ũna. Nĩguo. Rĩu rĩ, andũ aitũ me karibu mũno. Nĩguo. Na Ngai amarathima mũno magĩ-purpose gũka kũigithia na ithuĩ. Amen. Thengiũ mũno director. Noguo waria nĩ ũhoro wa ma. Handũ haha nĩ handũ hega mũno mũno. Mũndũ ũngĩũria handũ angĩaka. Mũndũ ũngĩũria handũ angĩaka tũnyũmba twa. Ta rĩu iria nĩ thĩ nyũmba cia gũkomborithia ciĩ haha. Mũndũ ũngĩenda gwaka nyũmba cia gũkomborithia handũ ha gũikara rami haha. Na nĩ ndona andũ nĩ magĩte tũmĩciĩ twega mũno haha by the way. Gũkũ nĩ kũndũ ũngĩũka na ũceto wega mũno mũno mũno. Ona ũngĩũka ũnyitithanie tũya twaku tũnarĩ. Nĩkĩ kĩngĩ ũrenda? Thitima ciĩ haha maũndũ mothe megũkũ. Ũkĩthiĩ ũkona wĩ haha na nĩ nyonaga ĩna maũndũ maingĩ mũno. So na mwenye haru nĩ gatagatĩ wa Matu na Mwingi. Ũguo wĩna taũni igĩrĩ njega nene. So mwĩ karibu sana reke tũigue Kamori agĩtũhe bei ya handũ haha. Na tondũ nĩ akũhutĩirie nĩ ndĩramenya ti atĩ nĩ bei tũngĩremwo nĩ kũgũra. So Kamori karibu sana. Nyita karapero gaka rĩu nĩgetha ũmere bei. Mwĩroreri wakwa nani nĩ ndacoka. Nĩguo. Rĩu Saimori nĩ mwaka tũrahinga. Very true. Na mũgũnda ũyũ rĩ intentionally turendaga ukinyie December tondu giki nikio kiheo kiria turamahe gya thigũkũ. Tondu Saimo mũgũnda ũyũ ũguo turendia mama ndwagĩrĩire kuma ũguo. Gũtirĩ mũgũnda wĩra mini wĩna thogora ũrĩa ngũmagwetera. Tondũ Saimo tutinĩtie 50 by 100. Nĩguo. Tukamahe na ofa ya thigũkũ na ya kĩanjĩrĩria kĩa mwaka mwerũ. Ũrĩa ũkũigua ndũmĩrĩri ĩno ateng'ere. Cash nĩ 180,000. 180,000. Nĩguo. Title inclusive. Nĩguo. 180,000 hamwe na title. Bei njega mũno. Na kĩũrĩa ũkũgũra na installment tugagethe 50,000. Ici ingĩbange gĩtiribũ kĩa mĩeri 6 arĩkie kũrĩha 199. 199. Yes. Wow, nĩ bei njega. Ona ndũnongerera mbeca nyingĩ hau. Asa. No toguo ndĩrakwĩra ĩno nĩ Christmas offer. Christmas offer. Nĩguo. Hau nĩ hega mũno. Koguo mwĩroreri witũ tuhũrĩre thimũ 0715999909. Nake mũndũ ũkwenda gũtũcerera tũrĩ o harĩa Thĩka. Nĩguo. Gwĩciria ithuĩ kambuni ĩrĩa ĩtarĩ yathama ofici. Nĩguo. Koguo ndĩmere tũrĩ o harĩa Mco Plaza tũkoragwo 3rd floor room 302. Na Saimo nĩ ngwenda gũkũ-request andũ aya tũmere rĩu arĩa othe magũrĩte mbere ĩyo maigĩre title. Tondũ title nĩ nyingĩ mũno ofici. Koguo mũndũ ũtarĩ na thirĩ gwitũ na nĩ ũrĩkĩtie kũrĩha reke tũtanathiĩ Christmas moke magĩre title. Yes. Thengiũ mũno Mr. Kamori na ngwĩciria nĩ mũigua hau atĩ kambuni ya tayari no yo ĩtarĩ yacenjia ofici. Na ũngĩkora rĩngĩ kambuni nyingĩ iria citunyaga andũ mĩgũnda maikaraga magĩcenjagia ofici na marĩtwa. Gũkũ ihinda rĩu rĩothe no Mco Plaza na rĩtwa no rĩrĩa. Na handũ haha arata akwa na eroreri akwa ndĩmũcokerere o rĩngĩ nĩ handũ hega mũno. Ona ngwĩciria ningĩ mũndũ ũngĩthikĩrĩria wega no igue hũ cia ngari. Rami haha nĩ ũrandi kuga gũkwendia 180. Nguga kwendia 250 ta ici tũrendiria haha. Christmas offer. Ni Christmas offer. Ũguo rĩ mwĩ karibu sana. Handũ haha nĩ hega mũno na ndigwĩciria hena ciaya nyingĩ. Ũguo we wona video no hũra thimũ no amahe namba ya thimũ 0715 999909 kana ũcere kũrĩa ofici nĩgetha tũtanarũgia mwaka ũkorwo at least nĩ wegwatĩra na kĩndũ gĩaku. Kana ũgĩkorwo wĩna kanyamũ ũngiuga atĩrĩrĩ mwaka ũyũ ũngĩ gaka ngũkĩrĩha deposit ya 50,000 mĩeri 6 ndĩhe at least by mweri 6 ũgakorwo wĩna gataitũ gaku. So mko karibu sana director ũkĩmũgire ũhoro. Rĩu no gũkiuga Ngai amarathime kaũndũ ndaigua Kamori ariganĩrwo no araigĩte mũndũ wothe ũkũgũra tũburoti tũtũ twĩrĩ cash nĩguo kamũtindĩka na ndrome ya Christmas. We ndũkĩamba ndrome cash igĩrĩ cash ndrome kamũtindĩka na rĩu ngwĩka atĩa ngĩenda wanwĩte igĩrĩ
Ngena mũgũnda na ndũrũme ya thigũkũ Ngai gũkũ gwĩ kwega atĩa ma ai director ona rĩho nĩ mũngĩani ni consider tondũ wa rĩrĩ ngĩgũrĩte ta rũne na gũkũ nĩ ndĩigithirie ũtingĩakĩndi come on yani ũranjĩ mũndũ wothe nĩ kamori hau nĩ hega mũno hau nĩ hega mũno by the way ũguo wagũra broti igĩrĩ ndũrũme ya Christmas that is very nice thank you muno nĩ ũndũ wa ũguo director nĩ ũndũ wa gũtwĩciria Christmas God bless you so much Ngai amũrathime mũno na nĩ tũmwendete tondũ mwaka ũcio nĩ mwatũrehe wega mwĩta tayari na tũkĩte wega kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie na nginya ona mwaka ũyũ ũngĩ nĩ njũĩ no tũgũthiĩ oro ũguo wega so God bless you so much erori itũ tũmwendete mũno na mũgĩe na ihinda rĩega mũkĩhũre thimũ ĩyo nĩgetha broti citigagĩthire mwaka ũthire na ndũnagĩa na kĩndũ gĩaku asanteni sana thank you